Kuna hatari kubwa tatu ambazo zimekuwa zikitokea katika huduma ya fundisho la neno la Mungu. Zimekuwa ni hatari kubwa ambazo kama mtu asipozitambua, ni rahisi sana kupokea kitu ambacho kitamfanya yeye aanze kuzalisha fikra ambazo ziko kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu, na ambazo zitamzuia yeye kuleta matokeo ya kiungu kwenye maisha yake. Tatizo au changamoto ya kwanza ambayo inatokea katika huduma ya kifundisho, namba moja, ni fundisho la uongo, falsehood. Hili ni fundisho la uongo. Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza sura ya 4, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, sema basi Roho anena waziwazi kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya uongo na mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo fundisho hili ni fundisho la uongo ambalo kabisa linakuwa kinyume na Biblia. Mtu anaweza akatumia mistari ya Biblia lakini kuelezea kitu ambacho kimsingi ni kinyume na fundisho la kimungu la kimsingi linalotokana na maneno ya Mungu. Kwa hiyo hii ni mafundisho ya uongo kabisa ambayo yanakuwa kinyume na fundisho la Kipentekoste. Lakini namba 2, kunakuwa na tunasema ni corruption of the truth, yani ni ile kupindisha ukweli. Watu wengi wanasoma mistari ambayo inakuwa imenyooka kwa Biblia, lakini wanajaribu kuipindisha na kuiwasilisha kwa watu kwa malengo mbalimbali. Mwingine anaweza akafanya hivyo ili apate wafuasi, kwa sababu mwingine anaweza akafanya hivyo ili apate labda watu wengi ambao watamkubali, followers wengi, kwa sababu tunajua kabisa wanadamu hawapendi kuambia ukweli, wanapenda kuambia uongo, wanapenda kuambia vitu ambavyo haviwafanyi wao wakaachana na mambo mabaya ambao wanayafanya. Kwa hiyo mtu anaweza akacorrupt ukweli, anaweza akapindisha ukweli kwa lengo kama hilo. Sasa fundisho la uongo, hiyo ni tatizo la kwanza. Tatizo la pili ni kupindishwa kwa ukweli. Sasa hivi ni vitu ambavyo kwa mtu ambaye yuko ndani ya kanisa, ambaye amekuwa kiroho, haviwezi vikamwasili sana kwa sababu tayari anajua, lakini vimekuwa vikiwasili watu ambao hawajaipokea neema ya wokovu. Wamekuwa wakisikia tu watu wakihubiri ni vitu ambavyo kimsingi sio vya kweli. Lakini kuna hatari ya tatu ambayo ni imbalance, ni ile mtu kutokuwa na maarifa ya kutosha. Anakiwasilisha kitu lakini yeye mwenyewe anakuwa hana maarifa ya kutosha kuhusiana na hicho kitu. Kwa hiyo matokeo yake anakuwa ana nia njema, anampenda Kristo, anapenda kutumika, lakini anakiwasilisha kitu kwa watu kwa namna ambayo sio sahihi. Na matokeo yake watu wakishapata ile dhana, watatembea nayo, mwisho wa siku watatengeneza matokeo na misingi, imani ambayo si sahihi. Kwa hiyo hii ni hatari kwa watu ambao wanakuwa wako ndani ya kanisa, kwa sababu mtu anafundisha kitu, yeye mwenyewe anayefundisha ana nia njema, ana lengo jema, lakini sasa kwa sababu ya ile incompleteness, yani ile anakuwa haiko competent kwenye hilo eneo, anaishia kuwasilisha kitu kwa njia ambayo si sahihi na kwa namna ambayo si sahihi, anatoa interpretation ambayo sio sawa. Kwa mfano, wakati Yesu anazaliwa, Biblia inasema mamajusi kutoka mashariki walimletea zawadi zile 3, sijui uvumba nini. Kila zawadi ilikuwa ina maana yao, ilikuwa ina maana yake. Sasa mtu mwingine nishawahi kuona mahali fulani anasema wale walikuwa ni akina mama walitoka mashariki. Kimsingi hawakuwa akina mama, walikuwa ni wanaume. Mamajusi haina uhusiano na gender kwamba walikuwa ni wanawake. Wajimu, wataalamu wa elimu ya anga, lakini ambao pia walikuwa hawako upande wa, yani walikuwa sio watu wanaoitumikia neema ya Mungu, wanaotumika katika mapenzi ya Mungu. So jina mamajusi halina uhusiano kabisa na gender yao. Kwa mtu anaweza akaliwasilisha neno hili, sio kwamba anataka kucorrupt the truth, sio kwamba anataka kufundisha fundisho la uongo, no. Lengo lake ni jema, nia yake ni jema, lakini kwa sababu ya ile poor mentorship, lakini ni incompetent, hajainvest kwenye kusoma maandiko, hajainvest kwenye kujifunza na kujua vitu, anajikuta anawasilisha kitu kizuri kwa namna ambayo si sahihi. Sasa ni bora hata hiyo, kuna mwingine anaweza akafundisha mafundisho kama vile kutoa offering, lakini kwa namna ambayo si sawa. Anaweza akafundisha kuhusiana na maombi kwa namna ambayo si sawa. Mwisho wa siku anawashikizisha watu kitu ambacho kimsingi kinakuwa sio sahihi.